Binafsi nianze kwa kuwapongeza ndugu zangu waandishi wa habari kwa kuitikia kwa wingi na kuja kwa namba kubwa kutusupport kwenye hili jambo. Mimi naitwa Ali Shaban Kamwe, natokea Jamhuri ya Walamba Utamu hapa Tanzania. Kushoto kwangu ni jamhuri nyingine ya Wagawa Utamu hapa Tanzania. Na mwisho ni ndugu zetu, marafiki zetu ambao hivi karibuni wamepita na mai wetu. Na Mwenyezi nikwambie, ulituumiza sana ulivyosema kwamba mai wetu ameshakuwa mshangazi. Sisi tunafahamu kukaa muda mrefu hawa watu hawajagawa utamu si jambo linalowafurahisha. Kwa hiyo wametafuta sababu ya kutugaia utamu, na tuwaambie kwa sauti iliyonyooka, tuko tayari kupokea utamu wetu. Na kwa sababu mmetafutana wengi, tunaamini pia utamu huu utakuwa wa kutosha. Mtu kama Mzalamu na nyama hizo akiamua akupe utamu, bila shaka tarehe 21 pale KMC Complex, Wanayanga tutaondoka tukiwa na raha. La kuwasisitiza ndugu zangu Wagawa Utamu, wenda labda mkawa mnafikiri kuna mtego mmewekewa mje mkamatwe pale KMC. Nataka niwahakikishie usalama wenu pia ni jukumu letu sisi hapa. Hamna mtu atawagusa pale KMC. Jioni kwa wingi muenjoy game, kwa sababu sasa hivi malalamiko mnayonipatia kwamba mnaishi kwa mashaka, nataka niwatoe wasiwasi. La kumalizia, mechi hii tarehe 21 siku ya Jumapili, na kwa sababu ndugu zetu nyie siku ya tarehe 22 mna albadili, siku hii ya tarehe 21 tutakuja na mbuzi maalum wa kuwakabidhi mkamchinje kwa ajili ya albadili yenu siku ya Jumatatu. Mbuzi huyu ataletwa na jasusi wetu ambaye atakuja kumkabidhi pale pale uwanjani, na tunaomba mkamtumie vizuri mbuzi huyo akawasaidie kwenye albadili yenu ya siku ya Jumatatu. Atupokee mbuzi wa wizi. Ampokee mbuzi wa wizi, sawa. Sababisha albadili igonge mwamba. Sawa. Lakini sisi mbuzi tutamleta Atupokee. Na uzuri ni kwamba wewe unaweza kukataa, lakini Mandala hawezi. Njaa ya Mandala nitaidhibiti. Utaweza kudhibiti njaa ya Mandala, lakini njaa ya Kisugu nitamdhibiti. Lakini la muhimu mbuzi atafika. Labda tumwambie kama mbuzi tayari tunao, tutaongeza muda. Ndugu zangu waandishi wa habari, sasa kumekucha. Lakini pia sema wameshusha sababu. Ndugu zangu waandishi wa habari, kianza kukauka moja moja. Sasa uzuri ni kwamba
kabla hatujakauka sisi, nyie mtakuwa mshaisha. Yaani ndio uzuri wa hili jambo. Kwa hiyo ikifika Mwenye nia Jumaa, njema watabaki. ndio nasema hivi, Mwenye nia njema na Simba watabaki. Wewe unajiona wapi? Wewe unajiona sawa? Mimi niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, tulichokwenda kukifanya, Ahmed amekiita hapa festival, na dhamira ambayo tuko nayo, malengo, maono ambayo tuko nayo, ili jambo liwe jambo la kudumu. Anatoa taarifa kwamba atachelewa kwenye press saa 6. Kama una shida ya kutaka kujua mnachoenda kukiongelea, niambie tu nikuulizie kwa jasusi. Sio na haraka. Sisi tunajua. changanya mada. Ndio nakwambia tunajua. Kama una shida ya kutaka kuongea kitu gani, niambie tu. Beti za waandishi saisha. Nyoosha maelezo. Anakusaidia na kupiga picha hapa kwenye press huku nini, nitakusaidia kujua. Tunatamani jambo hili liwe kila mwaka, tuwe na festival ambayo itatukutanisha mashabiki wa klabu hizi kubwa hapa Tanzania, lakini pia na mashabiki wa klabu mbalimbali kama ambavyo wenzetu wa Azam Football Club leo hii tumeanza kujumuika nao. Leo wamekuja Azam hapa, tunaamini kwa miaka ijayo tunaamini kwa miaka ijayo kwenye kuboresha jambo hili, huenda tukawa na festival labda ya timu zinazocheza kimataifa. Azam naye akapata mechi yake na Singida wakacheza, japo tunafahamu kunaweza kuwa na changamoto kidogo ya idadi ya mashabiki wa hizo timu, lakini tutakwenda nao hivyo hivyo Kwa mwakani hao watakuwa waonyesha Bwana Ahmed anasema kwa mwakani, bahati mbaya wewe utakuwa umeshakwenda kwenye ngano, wenzako wamekwenda kwenye sukari. Kwa hiyo tunasimu tafute mashabiki wengine. Kwa hiyo dhumuni kubwa ya jambo hili ni kuionyesha watu wote ambao wana mashaka kwamba Simba na Yanga wameshaacha utani wao, wapo kwenye level sasa watu wanasema ni maadui. Hilo sio kweli, na tutakwenda kulithibitisha hili kwa vitendo. Sisi ni watani wa jadi, nje ya dakika 90 sisi ni marafiki, sisi ni ndugu na jamaa. Tunatoka katika mitaa inayofanana, tunatembea pamoja, na waliopata bahati wenzetu wa Yanga wameoa pia upande wa Simba. Kwa hiyo sisi ni familia. Upo nyie ndo mmemsaliti Agi nyie. Jambo hili latuhusu wote ambao tunapenda mpira. Tarehe 21 kwenda kuambukiza mbegu hii, kuipanda mbegu hii ya utani wa jadi. Tunaamini wewe baba ambaye ni shabiki wa Yanga, wewe baba, wewe mama, wewe mlezi ambaye ni shabiki wa Simba, utakuja pia uwanjani na familia yako. Mtoto wako ukimbeba kuja naye KMC Complex siku ya Jumapili, unakwenda kupanda mbegu nyingine nzuri ya utani wa jadi wa Simba na Yanga kwa miaka mingi zaidi huko mbele. Tupo kizazi hiki, lakini kuna kizazi kingine kitakuja baada ya sisi, kinatakiwa kione sura ya utani, sura ya urafiki na sura ya upendo baina yetu.
Ahmed ameshazungumza mengi na sitaki kupotezea muda kwenye hawa ambao amezungumza, lakini tutahakikisha kuanzia saa 6 ambako ndio mageti yatafunguliwa, kutakuwa na burudani ya aina yake mule ndani. Ndugu yangu walizungumza hapa kwamba kutakuwa na wasanii mbalimbali ambao watakuja kuburudisha, lakini kimsingi Simba watakuja na Tundamani peke yake. Hamna msanii mwingine wa maana ambaye anashabikia hii timu. Kwa hiyo sisi kama Yanga tutakuja kuhakikisha eneo la burudani tunalisimamia kwa 100%. Unasemaje? Maana ni wetu. Ni wetu. Bora mzee anasema wenu. Ni wetu. Basi na yeye atakuja na utamjua siku hiyo Mama Amina kama bwana mmoja anaimba Kingamuzi, na yeye tutamwalika Kingamuzi aje, tutamjua siku hiyo upande wake kama atakuwa ni upande huu wa Yanga au upande wa Simba. Kwa hiyo kubwa ni kuwaomba ndugu zangu waandishi wa habari, bebeni salamu hizi, zifikisheni mbali iwezekanavyo, na tunaomba mashabiki wa mpira jitokeze kwa wingi kuja KMC Complex kuzisupport hizi timu. Ndugu yangu hapa ananibinya kwa muda na ana shughuli nyingine za kufanya, kwa hiyo mimi niishie hapa. Kuna wazungumzaji kwa upande wa mashabiki, tuwape nafasi basi kwa dakika moja tuwasikilize wawakilishi kutoka upande wa mashabiki wa Yanga, upande wa Simba, alafu tutapokea maswali kutoka kwa ndugu zetu waandishi wa habari kabisa. Yes, basi tumalize maswali kama yapo haraka, tupokee maswali yasiyozidi matatu.